Basi naomba nijifikirie. Jibu nitalopata nitakwambia. Okay, sawa. Ila si unajua ninavyokupenda. Sawa. Basi ngoja niende nyumbani. Kwa heri. Natamani nikusindikize ila muda umenibana. Kwa heri. Kana nishawishi nikajishedini. Oh, mzee ngumie huyo. Oh, ndio mimi mamangu. Niambie kipenzi changu. Sawa mama. Mimi shoga yangu kwa takaangalia stopo hapo. Vipi naona kwa? Mimi hapa nilipotoka huko nishashiba. We. Yani hapa hiyo supu labda ukichukua kwako wewe tu. Naona shoga yangu ilikuwa mambo ni hivi. Mambo moto moto, nasema kafaya. Haki ya Mungu. Kama nimekumbuka. Vipi kuhusu nani? Kuhusu swala shoga yako? Sawa mama, nimelifuatilia. Taarifa nilizozipata, kumbe mama mwenyewe kama kubadilika tu. Kuvaa mashungi, majuba, sijuu yeye mwenyewe, si wala huyo bwana wake wala sio huyo mtu wake kumshauri aka. Yeye mwenyewe. Huyo juzi nimekutana naye. Kifupi kapendeza tu mwenyewe. Maisha yanayo kajipata. Lakini sio kumbe yule bwana wake sio hajamshauri, sijui ananiliwa ajifunge funge vile. Yeye mwenyewe Mariamu ameamua kubadilika. Masikini huyu dada hana msaada, yani kila kitu chake bwana ndo anayemsaidia. Masikini huyu dada hana msaada, yani kila kitu chake bwana ndo anayemsaidia. Unajiandaa kwa ajili yangu au una safari nyingine? Sina safari nyingine, nipo kwa ajili yako. Kweli? Nakupenda sana. Nakupenda pia mume wangu. Wewe kwenye ulimwengu wangu. Asante. Nikajua wewe bwana aliyempata ndo anambadilisha hivyo. Sasa kwa tunafanyaje? Kwani wewe bwana yake humjui? Ongo zambi hata simfahamu. Na hata yule mama mwenyewe hajaye kunionyesha. Hajaye kunionyesha. Ila nitalifanyia kazi. Bwana alifanyia kazi bwana. Na wewe vipi? Huyo msichana anataka kuja kwa ajili ya kutafuta kazi huku. Nimewasiliana na mamake asubuhi. Akaniambia siku ile zile alikuwa na nauli hana. Kwa hiyo hapa ameshapata nauli. Kwa hiyo kesho anampost. Kwa mimi naye kesho stendi kwenda kumpokea. Yupo. Sawa, mwambie aje anakaribishwa. Ila sasa sio anakuja hapa na ukamtafutia kazi kweli, mama wewe mtagombana. Sasa wewe mimi punguani. Mimi pole yangu iko pale pale. Ratiba yetu iko pale pale. Hakuna kinachopingika. Maana kama watatu wako wengi tu hapa. Hapa ni mwendo wa safampa tu. Ndio hapo sasa. Hivi tu. Kama na yule Amina yule angejaa hapa. Na vile alivyo mpole. Nakwambia zile hela nakwambia angekuwa unataja mimi bei, alafu hela angekuwa unazichukua mimi. Wewe tena. Amina ni kazubaa. Amina unajua na nchefu dada yako Amina. Yaani angekuwa kachangamka saa hizi. Hii nyumba ya Ulisa zile hela tunamiminika hivi. Hivi tu.
Lakini kama ndo mishungi. Yaani inanichefua mimi. Kama mama mkubwa. Yaani usindaje hapa ninamwazia baba yake akija itakuwaje? Yote tisa. Au yeye babu yako. Akija hapo nafikiri nani hizi kazi zote tutazifanya kwa huru kweli? Mimi mweza kwa mimi hapa ndo hata sielewi ya mwazini wala mnadi swala. Mimi niache tu kwa kweli. Ya mambo ya kufunga sijui kufanyaje siwezi. Yaani wakae tu huko. Wakae huko bwana, nyumba sisi tuitawale. Ya tumsubiri huyo mtoto kesho tukampokeaje hapa mambo ya hela tu. Mambo ya moto hapa mambo hela. Wanangu, chai iko tayari, bibi yenu anasubiri mkanywe chai. Mama, mpaka tumalize kufua. Sasa ngoja nimwambie bibi yenu aendelee kunywa chai. Haya. Mdogo wangu. Tena unaenda wapi na nguo hizo? Na sasa hivi tunataka kuongelea mavazi ya stara. Yapo ndo majistiri na. Umemaliza? Mtu wa mawaidha? Hapana, kwa nini usiwe kama mimi? Sikia, mimi na wewe ni wazazi wetu tu ndugu. Fuata maisha yako. Nyama mwanangu. Umekumbuka kama mboga ina maji? Je, nikaangalia. Na ukitoka ndani utokee na au ili uchume tembea. Kabla ya kuchuma tembea. Ulikumbuka kufua nguo zako wakati unajua una safari? Chache safi nyingi ndio chafu mama. Sasa utaendaje? Nilipanga nifue leo. Basi wewe nenda kachukue nguo ufue, mimi nitaendelea kuchuma tembea. Sawa. Udhaifu wa imani ni tatizo la wengi. Udhaifu wa imani, udhaifu wa imani, udhaifu wa imani ni tatizo la wengi. Imani sio kujipamba kwa matendo mazuri, kumbe ndani ufanyayo ni machafu. Imani sio kujipamba kwa matendo mazuri, kumbe ndani ufanyayo ni machafu. Asante. Nimeenjoy pia. Lakini hiki kitendo nilichofanya sio kwa sababu eti nimefanya, yani nimefanya kwa sababu tunakupenda. Upendo wangu ndio umefanya nifanye hiki kitendo. Lakini yani sijapenda.
nahitaji yaani kabla mwezi mtukufu uwe umeshanioa. Fanya hata kama mwezi mtukufu umeingia, nataka kuolewa mimi. Swala la kukuoa mama lipo kichwani mwangu, ila unachonikera mimi ni wewe kuizungumzia ndoa karibia na mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ina maana miezi ya huko nyuma yote ama miezi 11 haikupaswa watu kufunga ndoa? Sawa, lakini huu mwezi mtukufu sisi Waislamu tunauheshimu sana, na ndio maana hata umeitwa mwezi mtukufu. Kwa mimi dhambi ndogo ndogo za kujitakia hizi mimi sizitaki. Nioe nikae kwenye ndoa yangu nitulie mpenzi, kwani unielewi? Basi limeisha hilo. Niombe heri, nivutie subira, talitimiza hilo. Mama, wajukuu zako wamesema wanafua kwanza. Kwa hiyo si tuendelee, au ukimaliza utakuja kwenye chai. Haya mwanangu, hamna tatizo. Sawa. Ushaenda kwenye shughuli zako? Hamna mdogo, nilienda dukani tu hapo kununua mkate huu ili nije nipate breakfast. Alafu baadaye ndo nitaenda kazini. Lakini mdogo, nilisikia kama wataka kufunga. Vipi kwani? Kuna ubaya? Hapana, hamna ubaya. Lakini unafunga alafu hela anakutafutia na anaondoka usiku mzima, anarudi asubuhi. Unajua hiyo hela kama ni halali au ni haramu? Na ana kazi gani mdogo? Basi nataka nijiandae, nataka kuondoka. Baki salama. Hebu ngoja kwanza. Chakula, maana nataka nipike hapo. Hapana. Ili ule. Nitakula kama ninapokwenda kazini kwangu. Kwani mimi yaani chakula changu muda na mama nitakuwekea sumu? Oh, shaanza. Nimekwambia nitakwenda kula katika napokwenda huko, wala usijali. Basi haina shida, utakuwa hata siku nyingine. Sawa, nakupenda. Nakupenda. Baki salama. Hata kile ulichoniomba message inaingia, utaniambia. Tena usisahau. Tena kwako. Tutagombana. Rangi yenyewe hii. Tutagombana. Kweli. Basi ngoja nikuache. Hapo. Sasa ushaingia kwenye mamlaka ya Mwenyezi Mungu sasa, ndio? Maana wewe ndio Mungu sasa unanihukumu. Yaani umeanza na ubiri yako. Sio mahubiri mdogo na kuelewesha. Yaani sio hela ya halali, hela ya haramu. Mdogo, kwa nini usiuze hata matunda ili ukatafuta hela yako ya halali ili utakuja kufuturu? Mwenyezi Mungu naye anatia baraka zake. Subutu wewe mtoto wewe. Matunda unauzia? Unauza hata. Yaani kabisa? Excuse. Kabisa na beba si beseni, sio beba ndoo, sio beba kutoka na mimi hapa mimi. Mimi unavoniona mimi. Wewe mtoto shika adabu wako. Kuna watu wangapi kwa watengeneza, yani wanatengeneza juice za matunda, wanauza matunda ili waje yaani kama ili mtu afuturu kwa halali. Mtu kunywa chai uondoke. Kunywa chai uondoke zako. Sawa. Huo ni udhaifu wa imani. Kwa nini usitafute hela yako ya halali? Kama nishakataza maisha kunipangia. Una mamlaka gani wewe mtoto kunipangia mimi maisha vipi niishi? Mdogo, kwa nini usifungue hata kamgawa lakini? Kwa nini yeye sitaki hela?
Si ushakwambia usitaki. Kwa nini? Ila wewe mtoto king'ang'anizi wewe na maisha yangu wewe. Ila unachokitaka utakipata. Unachokitafuta utakipata kwenye maisha yangu. Kote anakwambia. Sawa? Dini ya Kiislamu haipo hivyo mdogo. Mkwenda huko. Vipi wewe sasa unakula vya haramu tena unajua hasa vipi taswihi yako swaumu mwanao unayemtegemea kukuletea riziki njia zake anazotafutia. Basi mdogo, karibu chai. Mwanangu kashani klasi. Upo radhi kuvunja sheria yake Mola Kudusi. Udhaifu wa imani, udhaifu wa imani, udhaifu wa imani ni tatizo la wengi. Udhaifu wa imani, udhaifu wa imani, udhaifu wa imani ni tatizo la wengi. Naona hapa bwana Jose amerudisha mitungi. Jose kasharudisha. Na kuhusu gharama, hadi gharama kashamaliza, kila kitu tayari. Kwa Jose hakuna shida. Na huyu Isa baadaye au kesho anaweza akarudisha. Una uhakika naye? Huyo hana shida huyo. Sawa. Kama unaamini na wewe mfuatiliaji, hamna shida kabisa. Unajua tena kwa mfuatiliaji ndugu yangu mtihani. Leo kwanza ningetanguza sana samani. Alafu pia nashukuru kupata muda kuongea na wewe. Mimi kuna jambo linanikwaza sana katika moyo wangu. Kuhusu hapa kwenye biashara ama ukiachana na masuala ya ofisi huko, hilo jambo lipo katika maisha yako. Watu wasikujua kwanza kukuona ni mtu sahihi katika upande wenu wa dini yenu ya Kiislamu. Ila unakwenda ni tofauti na dini kaka. Hivi vitu sivipendezi. Unaaga unatoka kwa shemeji, umevaa nguo nyingine, unakuja ofisini. Ofisini huku napo umeweka nguo nyingine za kwenda kwa mwanamke mwingine. Hivi kaka, ndio dini yenu ya Kiislamu inaruhusu mambo hayo? Mama. Mwanangu. Salamu alaykum. Waalaikum salaam, heri. Salamu alaykum mama. Waalaikum salaam. Kama mmetulia. Tulia na wajukuu zangu. Dada simuone. Dada atakuwa yupo jikoni. Kama muite kidogo mama na mazungumzo. Nikajua unanizungumzia jambo ambalo la biashara. Tuitanue vipi? Ima haya ni maisha yangu. Na katika watu ambao nitakaoweka katika nafasi ya kuwachukia ni kuingilia kwenye maamuzi yangu ambayo mimi nimeamua. Haya ni maisha yangu Ima. Ni madhaifu yangu mimi mwenyewe. Kwa hiyo sitaki kuingiliwa na mtu yoyote. Ninayoyafanya katika upande wangu najiona niko sahihi. Na sitaki kumshauri, sitaki kushauriwa zaidi ya mimi mwenyewe kile ninachokifanya. Tuko hapa kwa sababu ya biashara wewe na mimi. Tufanye kazi, maisha yetu yaende. Kwenye hili utanikosea kama utaendelea kulifuatilizia na kuendelea kuniulizia. Mwanangu najifungia sana ndani. Mwanangu chai nimekunywa. Tumekunywa mama. Dada umekunywa chai? Ndiyo nimekunywa. Kweli? Familia yangu mimi nimewaita hapa. Kuna jambo nilipewa na mume wangu. Kwamba wifi pamoja na shemeji watakuja kusabia mfungo wa Ramadhani.
Mbona mbona? Nimeguna mwanangu. Wanangu sio wafungaji Ramadhani. Inawezekana mwaka huu wameamua afunge mama. Tuombe dua. Inshallah. Bibi, hasa utafunga? Mimi nafunga mjukuu wangu. Na zile dawa zako? Namaliza leo dozi, sina wasiwasi wote. Nina afya tele hapa unavyoniona, na shida gani? Nafunga. Tunafunga wote safari hii. Kujipamba kwa matendo mazuri, kumbe ndani ufanyayo ni machafu. Imani sio kujipamba kwa matendo mazuri, kumbe ndani ufanyayo ni machafu. Mbaya zaidi kujifanya umefunga mbele za watu, kwa kujificha unakula, unaogopa watu. Kuna wengine wanafunga ila matendo hayafanani. Mchana wanashinda vyema ila usiku wanazini. Kuna wengine wanafunga ila matendo hayafanani. Mchana wanashinda vyema ila